Mimi naitwa Mwanainambali au Inambali Brand, ni msanii wa nyimbo za asili, pia ni manju wa ngoma za jadi au ngoma za asili mambo kale. Awali ya yote napenda kuzungumzia tamaduni zetu na asili yetu, kwa sababu nikizungumza tamaduni nazungumzia asili na tamaduni. Unanielewa? Mimi ni mganga pia wa jadi. Nikipenda kuelezea katika historia yangu fupi ni kwamba mimi nimeanza mwaka 1997 nikawa nimeanza tiba, ila katika tiba yangu mimi chanzo kikubwa nilidumbukia kwenye bwawa. Ilikuwa tarehe 5 mwezi wa pili, nilikuwa natoka mbugani kupanda, nikadumbukia kwenye bwawa mpaka siku 5 sikuweza kupatikana. Baada ya hapo bibi na babu waliamua kufanya matambiko na mpaka nikatokea, ila kwenye matambiko hayo mimi nilipozama kwenye bwawa nilienda kukuta sayari nyingine, watu wanaishi kule chini, ambapo kulikuwa na nyumba za kitamaduni, ambapo ni msonge kwa lugha nyepesi au nyumba za duara, ila zinakuwa za miti, na nikamkuta mtu ambaye akifanania na babu yangu. Unielewa eh? Kwa hiyo tunaanzia hapo kwenye utambulisho wangu, ndio huko hivyo. Okay, na baada ya kutoka huko ilikuwaje sasa mpaka ukaamua kuingia kufanya mziki wa asili hasa kwa lugha yetu ya Kisukuma, lakini pia bado ukajikuta unakuwa manju wa mziki wa asili? Ilikuwa kwaje mpaka ukaingia katika vitu kama hivi? Kuingia kwenye tasnia hiyo, kwanza naanzia kwenye swala la uganga. Swala la uganga nilizaliwa nikiwa nimeshika mzizi, ila sikujua kwamba huo mzizi ulikuwaje, lakini baada ya kuja kudumbukia kwenye bwawa, ule mzizi ulikuwa umehifadhiwa. Baada ya kutoka kule kufanya matambiko, ule mzizi ndio nikakabidhiwa. Nilikuwa nasoma darasa la 4. Kwa hiyo hapo nikaanza kuwa nikilala naota dawa za kutibu watu. Awali ya yote, siku ya kwanza nilioteshwa miti 1500 na yote nilikalili na kuhifadhi kichwani bila kuiandika, na ndio nikajijua kwamba tayari mimi nina karama hiyo. Kwa hiyo nilikuwa nikitoka shule watu wananisubiria namna ya kuwatibu. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza kulala nikiwa naota nyimbo, nimezungukwa na watu. Kwa hiyo ndo tasnia yangu ya kuanza kucheza ngoma za asili ndio ikaanzia pale. Nilipomaliza nikaprove 2008, nikaona hapana. Nikaona wasanii hawa wa sasa wanaimba nyimbo ambazo hazina maudhui katika jamii. Nikaona hebu na mimi nipite kidogo huku studio niweze kuwa natoa nyimbo zangu za maudhui. Nikizungumza maudhui, nadhani ndio soma au mnaelewa Kiswahili, nadhani mnanielewa vizuri. Maana yake nazungumzia nyimbo za maadili zaidi au nyimbo darasa. Umeelewa? Kwa hiyo chanzo changu kilikuwa hapo mpaka leo nafanya tiba. Najua zaidi ya miti 18,621 ikiwa inatibu binadamu hai na wanyama, ila najua majani 184 ikiwa inatibu binadamu na wanyama hai. Okay, sawa. Tukiendelea kubaki hapo hapo katika mziki wa asili, kuna mziki wa asili ambao umeambatana na yani mziki wa kisasa kidogo. Kwa mfano kama unakuta kina Kisima, Gudegude, lakini pia kina Limbu. Nikikurejesha nyuma, umesema ni manju, lakini pia wapo kina manju kama kina Inaga, Ndiambelele. Na moja kati ya story ambayo nimekuzungumza na Inaga, anasema kwamba nyinyi ambao mnafanya ule mziki wa asili hasa mamanju, huwa mnatumia dawa sana sana, na ikiwezekana ama ukizidiwa dawa huenda kupoteza hata maisha katika mashindano ya mziki wa asili. Hii ipoje? Kuna kweli ndani yake ama ni story tu ambazo zipo katika jamii yetu? Hapana. Yaani nataka nikutofautishie kwamba baina ya manju na msanii wa asili. Okay. Msanii wa asili ni yule mtu ambaye anaamua kusimama kwenye
kwenye uwanja kucheza akiwa peke yake. Ila nikizungumza manju wa ngoma, manake mnawekewa kitu kama Simba na Yanga. Manake sasa pale kinachotokea ni kwamba kila mtu atumie uchawi wake ili ashinde. Na kweli ulichokiuliza kwamba unaweza kupoteza maisha kabisa, na au ukapoteza kabisa formula hata ya familia. Kwa hiyo lazima na wewe uwe umejizatiti na uwe unajua dawa kweli kweli. Hiyo ndo tafsiri ya manju wa ngoma za jadi. Kwa hiyo utofauti wake ni huo. Hawa wanasimama wao kama wao wasanii wa nyimbo za asili, ila manju wa ngoma za jadi ndo sisi ambao lazima muwe wawili. Mmoja atasimama kaskazini, mwingine atakaa kusini. Mtaanza kurogana live na watu wakishuhudia. Mwenye kushinda ndo anachukua ile zawadi, kama ni ng'ombe wawili au watatu au wanne au pesa taslimu. Na umewahi kushiriki mashindano ya namna hiyo? Mashindano ya namna hiyo nashiriki mpaka sasa. Nashiriki na nimeshiriki sana. Nimecheza na Sumbi Jiganza, nimecheza na Mgote Mdogo, nimecheza na Mwana Sumbi, nimecheza na Mwana Mitumba, nimecheza na Luzuba, nimecheza na Shija Mgote. Hawa wote nimecheza nao kwa nyakati tofauti tofauti, na kina Holon Tiba wote nimecheza nao. Okay, hiyo ni moja mnapofanya tamaduni ama michezo namna hiyo, ni moja ya njia kuhakikisha kwamba mnalinda tamaduni zetu. Turudi sasa kwenye utamaduni. Okay. Vijana sasa hivi wameingia kwenye usasa zaidi ama muziki ya kisasa zaidi. Nyinyi kama mamanju mnahakikisha vipi utamaduni wetu wa asili unalindwa vizazi kwa vizazi na watavipata hata nyinyi mkiwa mpo pia? Okay, tamaduni zetu wamebadilika kidogo kutumia tu aina ya biti baada ya kutumia ngoma, ila wanalinda tamaduni zetu. Kwa sababu gani? Ukimwona mtu amevaa yale miondoko ya kiasili, manake hapo moja kwa moja hajadharau tamaduni, ameamua kuzienzi tamaduni zetu kwa kuvaa na kukujionyesha na kukujitambulisha kutokana na mavazi au aina ya jinsi anavyojiweka, japo anatumia vinanda ambapo ni mfumo wa wenzetu, ila analinda brandi yake, kuvaa yale makorokoro, mikuki, ndezi, simbi, manake hapo tayari anaenzi tamaduni zetu. 9-10. Vijana wengi wamekuta mambo ya utandawazi. Utandawazi ndo wengi vijana kama waliozaliwa kuanzia mwaka 2000 kuja huku mbele, wengi wao hata wazazi hawawezi kuwalisisha zile tamaduni. Moja, kutwanga mahindi kwenye kinu, kutwanga mpunga kwenye kinu, kupikia kwenye mafiga matatu, kutumia vyungu na miko ile ya kuchonga kupitia miti, na kula vyakula vya asili kama makande, njugu, viazi na mihogo. Umeelewa? Hii yote imeharibu kutokana na utandawazi. Ila kwa sisi ambao tumezaliwa nyuma kidogo miaka 80, tamaduni siwezi kuiacha, lazima nienze hata kizazi changu, hata kama kuna vitu fulani fulani, lakini 70% lazima waenzi tamaduni zetu. Umezungumzia kuhusu vyakula vya asili, huo ndio utamaduni wetu ama utamaduni wa Mwafrika kwa jumla. Ndio. Lakini sasa hivi wanapotea, watu wengi wakiamka asubuhi wanakimbilia mikate na vitu vingine ambavyo sio vya asili. Unawapa neno gani vijana wa namna hiyo kuhakikisha kwamba wanatunza utamaduni wetu, ikiwepo kula vyakula vya asili pia, na vina faida gani katika jamii zetu? Vyakula vya asili vina faida nyingi. Mfano kama maziwa zina vitamini C, japo sijasoma sana, ina vitamini C. Viazi, miogo inaongeza wanga katika mwili. Umeelewa vizuri? Kiangalia kuna mboga fulani sisi tunaita msonga. Ule mboga unaitwa msonga, unakomaza mifupa. Umeelewa? Nyama ya mbuzi kwa tamaduni zetu sisi wa Afrika au sisi wa Tanzania, manake nyama ya mbuzi haiwekewi mafuta wala haiwekewi nyanya, manake inapikwa tu hivyo hivyo na tunaila. Na ndio maana kwa sasa unakuta kijana mwenye miaka 18 lakini ukimwangalia karia yake ni kama mtu mwenye miaka 40. Leo ukinitazama mimi hapa na miaka 41, huwezi kuniweka katika rika la vijana wa sasa. Kwa hiyo manake mimi nimetumia vitu vya asili na ndio maana niko strong. Siwezi kukwambia kwamba uongo. Toka mwaka 2000 nimeenda kuchomwa sindano, tena na hiyo sindano nashikwa kuchomwa ili umefungwa kamba. Umeelewa? Tena tumechomewa shuleni.
lakini kutokea pale mimi sijawahi kuingia hospitali. Kwa hiyo manake afya yangu inakuja kuimarishwa na vyakula vya asili, maziwa, viazi ambao ni vyakula vya wanga na vinaongeza vitamini C na mboga mboga za majani. Okay, sawa. Na ikatokea sasa katika interview hii kuna kiongozi yote ama waziri yote anaisikiliza, maybe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unawapa neno gani kuhusu kudumisha utamaduni? Mimi nitalenga moja kwa moja kwenye wizara inayosimamia sanaa, michezo, umeelewa? Hii itamlenga moja kwa moja Paul Makonda kwamba inatakiwa warudishe. Zamani kulikuwa na taasisi mule kwenye serikali alianzisha Mwalimu Nyerere mwaka 1977. Sawa? Ilikuwa michezo na tamaduni. Umeelewa? Ambao ilikuwa inaitwa kama sikosei ilikuwa ni BOT. Umeelewa? Au Chamijiata. Ile ilikuwa ni taasisi ya michezo na tamaduni. Manake mule watu walikuwa wanaenda kucheza ngoma, kuruka sarakasi, umeelewa, kukimbia, kuruka rede. Hii yote tulifundishwa hata mashuleni. Ila kwa sasa wajaribu kutengeneza karia hiyo hata kwenye mashule ili tuweze kutengeneza kizazi ambacho kina enzi mila zetu au asili yetu. Matamanio yangu mimi ya baadaye, cha kwanza ni kuliombea kwanza taifa liwe mikono salama na kumwombea rais wa nchi yetu aendelee kuwa salama, na awali ya yote matamanio yangu makubwa kuwa msanii, kuwa mkubwa zaidi, na mziki wetu huu asili tutangaze mpaka nje ya nchi kama walivyokuwa Botswana wanatumia mziki wao asili, ila leo tunafuatilia mpaka sisi huko, lakini sisi mziki wetu haujafika tu hata Kenya. Manake mziki wetu asili sasa hivi unatamba tu humu nchini, ila baadhi ya mikoa. Kuna mikoa mingine bado ile future watu hawana wa kwenda kusikiliza mziki wa asili ya Kisukuma. Na pia tumeona wasanii sasa hivi wameanza kufanya show mbalimbali katika kanda ya Ziwa ama mikoa ya kanda ya Ziwa. Wewe kwa mpango wako ukoje mwaka huu? Utaanza lini kufanya show na unawaambia nini mashabiki zako endapo wanatarajia kufanya show? Okay, mimi matarajio yangu ya show nitaanza mwezi wa 6 kutokana na itifaki zetu. Sisi Manju wa Ngoma huwa tuna itifaki zetu, na matambiko bado hajakaa sawa mpaka tule vitambo. Nadhani kizungumza hivyo hauelewi, lakini wale watu ambao waliokuwa zamani na wanapenda kuingia sana kwenye Ikulu nikizungumza wewe huwezi kunielewa. Sio Ikulu kwamba anapokaa rais, hapana. Kuna Ikulu hizi za kichifu mpaka niende pale nikaage. Umeona, kama niende Bukamba ambayo iko kule Chambo, kuna Gilime ambayo iko pale Kilago, mpaka nifike maeneo yale niweze kuaga, nifanye matambiko. Maana yake nitakiwa ziandaliwe ng'ombe mweusi, mbuzi 4 na mbuzi mweupe. Hasa nikisha pewa baraka, basi ndo naruhusiwa kwenda kufanya kazi za kitamaduni. Mashabiki zangu mimi nawaambia wakae mkawa kula, kuna vitu vizuri pia nawaletea. Nimeandaa nyimbo nyingi sana ambao sasa hivi ziko store, muda wowote naweza nikaziachia YouTube, kule TikTok utaziona kwa wingi, na waandalie vitu vizuri na wasichoke kunifuatilia kutokana na karia yangu, kwa sababu mimi naimba nyimbo za mafundisho zaidi au nyimbo darasa. Okay, na YouTube unapatikana kwa jina gani? YouTube unapatikana ukiandika Inambali Brand au Wanainambali unanipata official moja kwa moja. Ukiingia TikTok vile vile Wanainambali Brand au Inambali. Ukiingia Facebook, WhatsApp, Instagram nipo, unanipata vizuri. Tunashare pamoja hivyo. Kila siku mimi ni mpenzi sana kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Anytime tunakutana. Ila msishangae sana kwa sababu mimi ndo Manju pekee msomi barani Afrika au Tanzania, kwa sababu wengi hao unaosema Manju, wengi wale unakuwa si wasomi, hata kusoma wanakuwa hawajui. Mimi ndo Manju msomi Tanzania. Okay, na kwa kumalizia tu sasa, una neno gani kwa uongozi wa Prime Radio Hotel ambao umetupa nafasi ya kufanya interview katika eneo lao? Okay, waendelee kuwa na moyo huo, na hata mimi kufika hapa pia ni baraka, kwa sababu sio kitu rahisi mimi kufika kwenye hoteli nzuri kama hii na kutupa mapokezi kama hivi. Wametubariki na vinywaji. Hii ni wine kama unavyoona hapa nakunywa. Hii ni wine. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kutubalia kufanya interview hii. Mwenyezi Mungu awabariki sana na biashara yao iendelee kuwa vizuri.